Hey guys, Wanaoshashambe, leo tupo maeneo ya Mbagala Kipati kwa Mr. Buzabuzani. Namba F haitembei usiku. Hii brandi yetu Waswahili, kama unavyosikia neno la ushashambe Uswahilini, basi Namba F haitembei usiku. Tupo kwa mtaalamu mwenyewe, Namba F haitembei usiku. Mr. Buzani, mambo vipi kaka? Kama kawaida kaka. Mambo yanaendaje? Mungu ana bless. Namba F haipaki usiku. Bwana ulifikiria nini mpaka ukaka msemo huu? Bwana, hiyo siku ilikuwa vipi unajua? Nilikuwa na rafiki yangu mmoja aitwa Chogo Crazy. Na hiyo ilikuwa kweli mwanangu, mishale ya saa 6 tulikuwa Charambe pale tumepaki tunachukua chakula. Jamaa kanaita bodaboda gizani saa 6. Kwa hiyo nikamwambia mwanangu, "Oa bodaboda anaitwa kule." Sasa mwanangu ndo akanajibu, "Oa mjomba, hii Namba F usiku haipaki." Afu ndo kipindi hicho pikipiki namba haina, si unajua. Kwa hiyo dakika mwisho nikamwambia, kweli mwanangu msemo umeenda mjini, kwa hiyo tupeleke mjini." Kwa hiyo ndio brand ikaanzia hapo, Namba F haipaki usiku. Wanaoshashambe, Namba F haipaki usiku, msemo ulianzia hapo. Na hii ndio brand yetu Waswahili, tunasema kwamba Namba F haipaki usiku. Sisi Waswahili wa Mbagala, Temeke, yani tunasema kwamba Namba F haipaki usiku. Kaka, nimeona harakati zako za bibi kwamba yani wewe ndio umekuwa tegemezi lake na wewe ndio umekuwa msaada wake. Mimi kama kijana ambaye pia naishi na bibi, mtu wa kwanza ambaye umenispire kwamba bibi anatakiwa kusaidiwa kwa mazingira yoyote. Jambo la kwanza nakupongeza. Asante sana. Unajua vijana wachache sana yani wenye moyo kama kwangu yani. Unajua kuna wengine wanatazea wachawi, unajua. Ila mimi mwanangu sikuficha, tangu alipoondoka bibi mkubwa wangu alipofariki yani, siku anaofariki bibi mkubwa, kabla tujainua jeneza kwenda kuzika, ile bibi akaniita chumbani. Akanambia mimi jina langu naitwa Abduli. Abduli. Kumbe waji na bwana. Ushashambe tu. Unajua Abduli bwana, mazingira hapo umeona alotokea bibi mkubwa wako ndo kama hivyo. Kwa hapa ninakutegemea ni wewe tu ulobakia, unajua. Kwa hiyo mimi nakutegemea wewe ndo tegemezi langu. Kwa hiyo ukija kuniacha wewe sawa sawa, mama yako ndo kaniacha. Na ukiangalia na yule bibi ana watoto wake, si unajua ingia pombelini. Kwa hiyo dakika za mwisho unakutania mimi kitu kabisa kwangu mimi. Hata nikisema nimwache, lazima atakuwa na mawazo sana kumkumbuka mwanae, maana yule alikuwa msaada kila kitu kwake. Kila mwisho wa mwezi bibi mkubwa lazima ampelekee unga nini mchele. Kwa hiyo ndo nimelisimimi sasa hivi. Kila mwisho wa mwezi kama unaponaga posti zangu zile na viroba vya unga, mchele, siku ina pale nataka chips nampelekea, si unajua. Bibi akana changamoto ya maji pale. Tukaomba msaada TikTok, kuna dada mmoja yupo Marekani yule sikosei, akatuma 300,000. Tukavuta bomba pale na vyakula nini, kamnunulia michele nini. Kweli mwanangu, ila sasa hivi ndo kama hivyo, bibi ana changamoto ya umeme, analalamika umeme kwake hana. Kwa hapa ndo tupo tunachakalika, si unajua. Wanaoshashambe, tupo na Mr. Buzani ambaye yeye ni ametuinspire vijana wengi sana kuhusu masuala ya bibi, kwa sababu sisi Waswahili likifika swala la bibi kwanza tunakimbilia kwanza kwenye uchawi. Bibi mchawi huyo anawanga, kwani bibi mpaka leo hii ipo hivi? Hapana. Yaani brother amenispire mimi na wana wote wa Waswahili ambao tunaishi na mazingira ya bibi zetu. Bibi yetu sasa hivi ana changamoto ya masuala ya umeme. Brother pekee yake hawezi kulicontrol. Wanaoshashambe na Watanzania wote kiujumla, brother yetu tunamjua Mr. Buzabuzani. Nenda pale kwenye bio yake pale mcheki, una shilingi 10,000 au 20,000 ili mradi kwamba bibi tumsaidie asiwe gizani. Kama msemo wetu tunavyosema Namba F haipaki usiku, basi hata bibi yetu pia asikae gizani. Kaka, kuna jambo lingine ambalo natakiwa vijana tuambizane ukweli juu ya kuwalea bibi zetu. Wewe kama wewe una ushauri gani kwa vijana wenzetu ambao wapo wanatuangalia na wanaendelea kukuangalia? Hasa wewe kwamba ushakuwa ni kioo cha jamii kwa watu na watu wanakuangalia kupitia bibi, unaambia nini vijana? Mimi naambia bwana, uwe mfano mmoja ni sana kuigwa, yani unajua, kwa sababu hata ile siku nilienda naye Zebra pale, yani Zebra yenyewe mwenye ofisi ya Zebra kuamini kile kitu yani. Hadi posti yangu ipo, yani alichukua posti yangu pale akaposti kwake. Kutokana na kitu kile pale nakutani ilinitoka, nikasema kwa nini bibi simtoe kwenda kupeka sehemu naye akaenjoy? Iweje nimtoe mwanamke aende sehemu akaenjoy afala kwa bibi yangu yupo. Hajai kwenda sehemu hata siku moja, kwani sifanye kitu? Kwa hiyo vijana wenzangu, napenda kuwakumbusha sana ni bibi zetu ndo mama zetu. Bila bibi zetu, mama zetu asingekuepo na sisi tusingekuepo. Kwa hiyo bibi hawezi akatengwa hata siku moja. Bibi abidi astendiwe, aheshimiwe. Bibi mimi kama mimi, bibi ndo mama yangu yani. Yani baada ya mama ndo anafuata bibi, yani bibi ndo kila kitu. Bwana mimi kaka, mimi yule pale nishamsimika rasmi, yule ni bibi wa taifa. Allah nakwambia yule ni bibi wa taifa. Na mimi panapo majaliwa inshallah Idi Mosi, Wanaoshashambe kwa ujumla tuna kitu ambacho cha kumletea bibi yetu.
Tutakaposwali Idi tu wanaosha shambe, tutakuja pale na sadaka yetu kwa ajili ya bibi yetu. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa umri mrefu na wenye afya. Pia blaza na kuombea kwa Mwenyezi Mungu Allah afungulie riziki za biashara zako. Jambo la pili blaza, nimeona ofisi zako ama ofisi yako na hukuwa na iana, pia umwasupport vijana wenzako ambao wapo katika kazi. Ili ulilifikiria vipi kwanza? Na alikuwa mwenyewe una nguvu mpaka ukaamua kuweka vijana wenzako na wapate riziki. Si unajua wenyewe nasimaga tuna kali yetu moja nasimaga 32 yote saa. Kwa hiyo yani tunachokipata wanagawana na wenzangu. Sababu ukiangalia kama udogo janja huyo mimi tangu kipindi hicho naanza kuuza t-shirt za 62 nipo kwenye kibanda. Dogo anatega shule leo. Unajua? Anakuja kibandani anakuja kuvuga yani. Kwa hiyo dekabisa dogo mpaka meza form 4 nipo naye, tunakuja tunafungua frame pale, tunahamia hapa, tunavunja dogo nipo naye na yule mwingine rafiki yangu tangu tupo kwenye maisha yako. Natembeza t-shirt hivi kwenye begi, anakuja kutokea yule msanii je UCMC, anakutana na mimi ndo anipa mkono, si unajua naenda kuishi kwake Mbezi, ishi naye sana mpaka nakutana formation, nakutana na watu mbalimbali, connection nyingi, yani upate t-shirt naenda kutembea, nakuja nafungua goli. Kwa hiyo nakutani ni mtu yani wa watu sana. Mimi hata kama mimi na wanangu kibao. Na wanangu kwa maduka nguo, mimi naenda napiga tangazo na naposti kwenye account yangu. So mara moja wala mara mbili. Naenda fresh. Yani sinaga kinyongo kusema mimi ndio kwa mtu fulani, sina maisha yao mwanangu ya kujisikia yani. Shatoka hapa naenda Vikindu kwa mwanangu mmoja Bino, naenda na shoot. Naondoka, shatoka hapa, nishaenda kwa mwanangu mmoja Mwandege pale Prince Makodi na shoot. Unajua wanangu kibao nakuta naenda najitolea na pikipiki natoa mafuta yangu mwenyewe, unilipi hata shilingi. Wala la bando na mimi nakutana kutoka Tabata kuja kunitembelea, tunakuja mwanangu anakuja hapa anacheza, wanashinda nini jioni hao. Bwana nimeona brand yetu ambayo ipo katika ofisi yetu na zipo ambazo wengine wamezinunua. Brand yetu inaenda vipi ya kibiashara? Brand yetu inaenda 25, wenyewe kuna mpaka 20 na sasa hivi tumetoa nyingine tena mpya. Kuna msemo mpya mwanangu mmoja aitwa Charles Zebadi. Anautumia ni juzi kati ni maki hapa kati nilipata matatizo kidogo. Nilikamatwa ndugu yangu. Unaona na kipara hichi. Kipara mchuzi. Nigusie madevu. Kwa hiyo mwanangu dakika za mwisho ule msemo nikamwambia blaza msemo kwa nini utolee t-shirt? Akaniambia mdogo wangu utolee. Na kweli nikautolea ule msemo t-shirt, unaambia usitie huruma, unajichoresha. Yaani ukitia huruma unajua unajichoresha. Na kweli t-shirt zimetoka ndugu yangu, tumeuza na leo mzigo mwingine ndo unaingia. Na hapa zipo kama pisi ngapi kama unavyoona nyingine ile pale juu. Usitie huruma, unajichosha mshikaji kaka hivi. Kwa hiyo unavokaa hivi yani ukitia huruma unajichoresha mbele za watu. Wanaosha shambe t-shirt za usitie huruma zipo hapa katika ofisi yetu ya Mr. Buzani hapa maeneo ya Kipati. Upande wa kushoto ukitokea Mbagala au upande wa kushoto ukitokea kwa Aziziadi na upande wa kulia ukitokea Mbagala. Ukiingia tu hapa utakuta bodaboda, ulizia kwa Mr. Buzani, utaelekezwa duka letu lipo hapo na bango kubwa lipo hapo. Njoo uchukue brand yetu katika ofisi yetu kwa mtonyo wa shilingi 25,000. Kaka, sisi Waswahili bwana tuna culture yetu ambayo hiyo haipotei. Kuna culture moja ulinionyesha kwa bibi pale. Bibi kumtania mke wangu ile. Ile unajua kaka wazetu hawaitambui kasha ile. Sasa nataka kuwaambie wanaosha shambe na ambao soelewa kwa bibi kwa nini tunamuita mke wetu. Bibi mke wetu kutokana na malezi alotulea ni tunajua kwa sababu kaondoka kaacha goma nimelilisi. Kwa hata mwenyewe kimpigia simu tasikia mume wangu vipi fresh wapi nipo hivi. Kwa hiyo kutani kacha imenoga sana yani. Apendi nimuite bibi yule mzee kusema ukweli. Anataka nimuite mke wangu, mpenzi wangu, mampenzi, mchumba ndo anachopenda yeye. Ukimwita bibi akwambia unanizeesha mimi kijana. Na mwenyewe siku nikipata muda nikupeleke kwa kumiana naye na maneno yule mzee. Lazima niende baba. Mimi kwa familia ya hapa, lazima niende. Kwa heshima, bibi upo ndugu yangu. Yaani ile neno la mke wangu hilo limekaa sana kwa hapa yani. Wanaosha shambe nasisitiza, tuna bibi yetu, bibi wa taifa. Mimi nimemsimika rasmi kama hosti wa Ushashambe Uswahilini, nimemsimika rasmi, yule ni bibi wa taifa. Tuna mchango wa kumchangia bibi yetu apate umeme. Tunajua sasa hivi gharama za umeme zipo juu, wiring pamoja na kuenda TANESCO kwenda kulipia. Hivyo kama mwana Ushashambe Mtanzania ambaye umeguswa na bibi yetu na unaona zile trending ambazo zipo katika kwa blaza yetu Mr. Buzani, nenda kwenye bio wa Mr. Buzani pale, mcheki pale, bwana kaka nina kiasi hiki ili mradi tufanikishe bibi yetu apate umeme, apate mwanga na yeye ajihisi yupo kwenye raha duniani. Kwa Wanaosha shambe, mimi nimekuja hapa kabla zangu si kwa lingine bali tukupiana info ambazo zipo katika maisha yetu ya Uswahili, na ndio maana imeitwa jina Ushashambe Uswahilini. Kaka, watu
wakija ofisini kwetu hapa wanampata nani na nani hapa? Yaani hapa akifika wanakutana kwanza na Sami Supplier. Hata ukienda TikTok kimsearch hapo unamkuta Sami Supplier, utamkuta Prince Makodi au ndo wakongo wenyewe hapa ndani. Maana mimi mara nyingi sana wagasikagi sehemu moja, yani mimi mzo wa kuzurura yani. Simoja bidi nipambane, siwezi nikakaa hapa ngategemea hapa ya hapa Dogo Janja yupo, mwanangu yupo. Kwa hiyo utamwona naingia misele kuforce matangazo nini sometime hivi hichi nagusagusa imadi bibi nimpelekee chochote kitu Kwa hivyo ni hapa hapo wakongo wenyewe akina Sami Supplier hapo Prince Makodi ndo wakongo wenyewe. Buzabuzani mwenyewe kumkuta upige simu kama ulivyonipigia wewe simu. Bwana nakuja bwana. Nakwambia leo nipo leo sipo. Ndio ninavyokuepo hapa ratiba zangu yani. Bwana wanaosha shambe, sisi kuanzia leo rasmi ni timu Mr. Buzabuzani. Yaani tumejilasi, sisi wenyewe tumejilasi. Sio yeye mwenyewe, sisi wenyewe. Atavokuwa na jambo lake lolote, ujue Shashambe tupo kwa ajili yake yeye pamoja na bibi. Hatutaki shilingi 10 nyekundu. Tupo kwa ajili ya familia ya Mr. Buzabuzani. Kwa ajili gani? Tumeguswa na bibi yetu. Yaani vijana wachache sana kuwalea bibi zetu. Vijana wachache sana katika ardhi ya Tanzania na nje ya Tanzania kuwalea bibi zetu. Ni nadra sana. Kwa hiyo Shashambe tusikose kumsupport bibi yetu, tusikose kumtia nguvu Mr. Buzabuzani kwa sababu kumlea bibi ni jambo kubwa. Kumlea bibi inahitajika malezi makubwa. Ndugu yangu mwenyewe mmemsikia hapa anavyosema. Bibi mkubwa wake anafariki, bibi mkubwa anaambia bwana hakuna mtu mwingine wa kunistendia zaidi yako wewe. Kwa kaka, hebu tuambiwa na Shashambe kuwa bibi yetu anatakiwa alelewe. Bibi inabidi alelewe kutokana na malezi yani aliyozoea kwa bibi mkubwa. Na sasa na kama hivyo nakuta sometimes nishapostigi mimi namfulia ujue yule bibi mwanangu. Yaani namfulia, namchotea maji nini akitaka kwenda koga kama siku nipo pale, nampelekea chooni maji, nguo chafu naenda namchukulia nguo zake namfulia. Hasa ni kijana gani wa sasa hivi wa Kitanzania anaweza kuchukua nguo ya bibi yake akafua? Kijana gani? Hakuna. Lakini mimi moyoni nao mwanangu. Umeona? Yaani moyoni nao, yaani kitu kinachoniumiza sana hasa yule bibi kachoka, kiuno chenyewe kishakataa. Umri umeenda age. Leo hii achukue beseni aike maji, achukue sabuni afue kweli? Aliyakuwa mimi kijana nipo. Hata kama kwa watoto wa kike wote pale mtaani mambo mengi. Yuko kaingilia huku katokea huku. Lakini mimi siona inawezekana mimi niwe msafi bibi yangu awe mchafu inakuwa sio kweli. Inabidi nimchukulie nguo zake namfulia, maisha yanaenda mwanangu. Kaka, mtu ambaye anaguswa na jambo hili, namba ya kutuma pesa ama namba ya muamala au akaunti ya benki kama ipo, hebu taje kwanza madi watu wapate kuifahamu watu wanaosha Shashambe. Yaani mimi namba yangu kubwa ni hapa ambayo natumia, namba yangu ni moja tu 06 89 77 77 41. Hiyo ndo namba ya taifa 06 89 umeona 77 77 41. Wanaosha Shashambe, namba ambayo inapita hapo chini ya kamera, hiyo ndio namba ya kutuma muamala ili mradi kumtoa bibi yetu katika swala lili. Tunashukuru sana Mr. Buzabuzani kwa kuitita katika ofisi yetu. Jina linatoka Ahmadi Samili. Ahmadi Saidi Samili. Ahmadi Saidi Samili ndio jina linalotoka. Pale hata ukinipigia napokea mwenyewe muda wote, ndio jina ninalotumia na ndio jina langu lenyewe la kwenye nida yangu nilotumia ambao ni blaza yangu ile pale dogo. Basi wanaosha Shashambe, hapa tulikuwa katika ofisi yetu ya Mr. Buzabuzani Mbagala Kipati tukifanya mahojiano haya kwa sababu niliguswa na zile content za bibi. Nikasema ndugu yangu ni mcheki kwanza tuje kufanya kikitu. Hivyo basi kuanzia leo tumefungua rasmi grupu yani mchango kwa ajili ya kumchangia bibi yetu apate umeme. Sisi Waislamu na Wakristo ambao tupo kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresima, huu ndio mwezi wetu wa kutoa. Huu ndio mwezi wa rehema ambao tumeshushwa sisi waja wa Mwenyezi Mungu. Hivyo basi kidogo chako changia ili mradi bibi yetu apate umeme. Akipata umeme bibi yetu basi umeweka akhera yako kwa Mwenyezi Mungu. Usikose kutufuatia katika mtandao wa kijamii ya Shashambe Uswahilini, kote tunapatikana. Pia usikose kutufuatia katika mtandao ya Mr. Buzabuzani, TikTok, Instagram, YouTube na Facebook, kote tunapatikana. Asanteni sana, karibuni sana.